Bwana asifiwe. Kitu ile najua ni kwamba Mungu huzungumzia wazee sana sana sana, sababu amewazindikisha kwa muda mrefu, ametembea na wao na imefika kiwango ambao anawapenda. Bwana asifiwe. Tunaweza kuangalia kidogo tu, tuangalie kitabu yetu ambao ni ya Isaya. Tasoma kidogo. Nikisoma Isaya tu, nikianza kalaini ya kwanza ama aya yake ya kwanza, na ninaisoma. Lakini sasa Bwana aliye kuhuluku, Bwana aliyekuhuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israel, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimekutoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimekutoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa dhamana machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitakutoa watu kwa ajili yako, nitatoa watu kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Tumetembea kwa muda mrefu kama wazee, na Mungu bado anazidi kutuelezea tusiogope. Tusiogope kwa maana ametuita kwa majina yetu. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu anayezungumza. Tusiogope. Tusiwe na kitu ambayo tutaogopa. Bado ataendelea nasi, atatuongoza kwa njia yote ile tunayotembea naye, sababu anasema alituita kwa upendo wake na akasema tusiogope. Kwa hivyo hakuna kitu cha kuogopa. Hata wakati unatembea huu ulimwengu, usiutembee na uoga, ikanyage, sababu Mungu amekuita, na ndio huyu amekufikisha pale umefika siku hii ya leo, na ndio uwe naye siku hii, sababu anakuambia usiogope chochote. Amekupitishia pande nyingi, ametembea na wewe hiyo miaka yote, na ngadi anakuambia usiogope. Kwa hivyo sioni jambo lolote ile ambao utaogopa, sababu anakuambia upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Hata kama ni mto, hata kama ni maji mingi, haitakusukuma wewe, haitakuendesha pahali. Bwana asifiwe. Sababu gani? Mungu anakuelewa.
Anakujua kutoka wakati ulikuwa tumbo ya mama yako, alikufahamu. Tena amekuita kwa jina lako. Bwana asifiwe. Nataka tuelewe ya kwamba huyu Mungu ambao tuko naye, yule ametembea nasi mpaka hapo tumefika hii kiwango, inaonekana ni Mungu wa maajabu. Ni Mungu anayetujua, ni Mungu anayetufurahia, na ndio sababu anaenenda nasi na hatuachi, na anatuambia tusiogope jambo lolote. Kwa hivyo hatuna jambo lolote ambalo tunaweza kuliogopa. Ni tutembee tukiwa na ukweli ya kwamba Mungu anatufahamu. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie kidogo tuone anatuelewa namna gani, ama anatujua namna gani. Anasema hivi, Bwana asifiwe. Anasema, ngoja niwasomee kidogo hii aya ambayo ni aya ya 24. Anasema hivi, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, enezae nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Anatuuliza swali. Hiyo swali ni kali sana, sababu anatuuliza wakati akiumba ulimwengu, akiumba nchi na vyote vilivyo mbinguni, ni nani aliyemsaidia? Ni maajabu haya. Tunaendelea. Nisitanguae ishara za waongo, ambao wakati unaendelea na uongo, yeye anaijua, na kuwatia wenye hekima na niwarudishae nyuma wenye hekima, na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Nilithibitishae neno la mtumishi wangu, na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu. Niambiage Yerusalemu, utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapanua mahali pale palipobomoka. Bwana asifiwe. Pale ambapo pamebomoka, niseme aje? Yale mambo ambayo inakusumbua, Mungu ataitengeneza. Njia zile unazopita, ambazo saa ingine mtu amepita, umenenda miaka nenda rudi, mambo yako iliharibika, usiogope. Na Mungu anasema usiogope jambo lolote, sababu kule amekutoa na pale anakupeleka, yeye ndio anajua. Amekulinda kwa safari mrefu, lakini bado anazidi kukwambia usiogope yale ambayo inakusukuma. Mungu wetu ambayo ni wa maajabu
ataenda kulitenda jambo. Kwa hivyo nataka mjue ya kwamba hamtakikani muogope chochote. Ni muweze kufahamu ya kwamba huyu Mungu ambao ametulinda miaka hiyo yote angali ako nasi, na hakuna siku atatuachilia. Kwa hivyo tusije tukaogopa jambo lolote, tusije tukatazamia mambo ambaye labda ni ngumu. Kwa Mungu yote yanawezekane, na itawezekana sababu Mungu anakufahamu. Anasema kutoka uwe ndani ya tumbo ya mama yako alikufahamu, alikuelewa, na bado atatembea nawe. Hey, Mungu wetu ni Mungu wa maajabu. Na wakati anakuambia usiogope, sioni jambo lolote ambalo utaliogopa. Yeye ni mtakatifu na hasemagi neno la uongo. Anasema amekukomboa. Hebu sikiza hapa vile alisema, akiambia Israeli, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimekutoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimekutoa Takushi na Seba kwa ajili yako. Yani amekukinga miaka hiyo yote, ametembea nawe hizo miaka zote uko nazo, hajakuachilia. Hata ukiwa na shida anazifahamu, na ndio sababu anakuambia usiogope. Israeli asema hivi, usiogope maana nimekukomboa. Amekukomboa wapi? Amekutoa kwa shida mingi. Siku hizi sijui kama mnajua, fisi mlifukuza, simba mlifukuza, wamerudi msituni. Lakini mko na simba wengine wa hatari sana, ambao ndio mnatembea na wao, ambao ndio wanawabeba. Ni magari, ni mapikipiki, ni mabaiskeli. Mara unasikia mwingine amekanyagwa, mwingine amegongwa na pikipiki. Magari yenyewe imegongana, imemaliza watu kadhaa, na nyinyi angali anawalinda, angali anatembea na nyinyi. Anasema angali hajawaachilia, atazidi kutembea nanyi. Usije ukaona hao nimetembea nimeishiwa. Mungu hako namna hiyo, na hajui kama umezeeka. Huyu Mungu atatembea na wewe. Bado anakuambia usiogope. Hata kama ni maji, hata kama ni mvua gani itanyesha, haitakuendesha. Nakwambia kwa gharika. Sijui kama umesikia nikisema kitu kama gharika ya maji haitikupeleka pahali. Anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika mto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Hata kule unapitia kote, kumbuka unatembea na Mungu. Unatembea na huyu aliyekujua ukiwa kwa tumbo ya mama aliyekuzaa. Yani maajabu. Anatufahamu, anatuelewa. Najua tutasema na hakuna uzee tuko naye. Uzee gani? Kama Mungu. Na tuangalie kidogo, vizazi vimeenda. Turudi tu chini kidogo, tuangalie Adamu mwenyewe hayuko. Ni miaka mingapi? Ni miaka mingi. Na huyu Mungu aliyeumba Adamu ndio angali tunatembea naye.
nataka tumfahamu na tumwelewe ni Mungu wa aina gani tunatembea naye. Ni yule aliyeumba Adamu mwenyewe, ambao huyu Adamu ni miaka nenda rudi na alienda zake, na bado Mungu angali yako, angali anatembea na watu yake, na hakuna saa atakuja awaachilie. Hakuna saa atakuja akuachilie. Ndugu yangu, tumtazamie huyu Mungu na tujue ya kwamba huyu Mungu si wa kuchezea, sababu anatufahamu, anatuelewa, anaelewa mienendo yetu. Hakuna shimo unaweza kuingia ambao utajificha ati Mungu hata kuona. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni umuogope na uweze kumfahamu, ujue ya kwamba hakuna mwingine, ni yeye peke yake. Vizazi vitaenda, hata sisi tutaenda, lakini Mungu atabaki amesimama akiwa Mungu. Tutaenda na bado Mungu atakuwa amesimama. Kwa hivyo ndugu zangu, msije mkaogopa jambo lolote, muweze kumfahamu huyu Mungu ambao ametufikisha hapo tumefika, sababu ni wa maajabu. Bora umuulize ama umwitishe ile haja zako zinakusumbua, mweleze, ulize Mungu, kama kweli umesema nisiogope na kuomba kitu fulani, siku ni leo, tisha Mungu hiyo kitu inakusumbua miaka nyingi. Hiyo kitu inakusumbuaga, wewe utaambia Mungu. Unajua ile kitu inafanyaga tusibarikiwe ni kuwa na kitu inaitwa doubt. Inaitwaje Kiswahili mzuri? Kutoamini. Yani taswishi. Taswishi. Yani bado unaitisha kitu lakini unaona sitapokea. Hiyo kitu sioni kama Mungu atanipatia. Hiyo Mungu hatanipatia. Mungu atakupatia. Chochote kile utamuitisha, Mungu anakuwaga ni mwema. Na wakati yote Mungu atakupatia ile kitu inayokusumbua. Bwana asifiwe. Nataka kumaliza nikisema ya kwamba huyu Mungu huwa wa maajabu namna hii. Sioni ile kitu ambao hata tupatia. Bwana asifiwe. Unajua sijawaambia ya kwamba huyu mzee unaona hapa sasa, mimi nimetembea na magari yangu. Mimi nimetembea na magari yangu, sio ya kupewa. Ile nimenunua ya mfuko yangu. Nikiwa kijana nimezunguka hii Nairobi na gari zangu, nilikuwa na tax. Nimetembea nikipokea mali. Na mimi najua hakuna kitu Mungu hawezi kukupatia. Ndugu zangu, hata saa hii najua ya kwamba masiku kidogo inayokuja mimi mzee huyu atatembea na gari. Bwana asifiwe. Naiona pahali kwa mbali na gari tutatembea nazo. Msije mkaogopa ati sasa nitapata wapi, sina pesa, nitapata wapi gari? Mtazipokea. Bwana asifiwe. Bora tuwe na imani. Wakati unaitisha hiyo kitu na uko kwa haya madhabahu, utapokea. Bwana asifiwe. Gari yangu moja ile nilikuwa natembea naye, hakuna wakati huu. Zile gari zilitembea nazo. Mimi nimetembea na gari moja. Ya kwanza yangu ilikuwa ka 3 stroke ambao kalikuwa kanalia, kakililia hapa, ukiwa huko River Road unakasikia sauti. Kalikuwa kanaitwa Auto Union. Kapistoni ngapi? Kalikuwa kakitoa sauti ingine
kali. Hata kule napitia wanasema hiyo ni gari ya wakati huo ndio nilikuwa naitwa Kiarie. Acha hii. Gari yangu ya mwisho, sababu nimekuwa na magari kama 5. Nilikuwa na Simca, nilikuwa na ingine kali sana ilikuwa inaitwa Ford ambao ni kubwa sana. Nilikuwa na Council, ilikuwa bado ni Ford. Nikaja kumalizia na gari, bado ni magari tu ilikuwa ya Mwingereza. Nikamalizia na gari moja ilikuwa inaitwa Hamba. Nilikuwa nikikimbizana naye na matraffic na sikuwa na license wakati ule. Sasa nikionea traffic pale na kuja na slow gari down, siame nifanya hivi na slow down kidogo na kuja nikimkaribia na ikanyaga mafuta chip na chomoka. Sasa nasema wachukue number plate. Mpaka siku moja nikiwaambia ka story nilikimbizana na askari akiwa na pikipiki kutoka Kiambu mpaka pahali panaitwa Duota. Hapo ndio ningekanyaga mama moja alikuwa amebeba kuni. Nilipoangalia na kioo nikaona nikipiga kona anapiga. Nikajua sasa gari yangu ikachemuka, nikajua sasa niko mikononi. Alipokuwa akinikaribia nikipiga kona, alipotoa pisto hivi, nilikata ile gari. Mama alikuwa na kuni na kuni zake ndio huyu, gari ikaingia kwa mtaro. Mungu akanisaidia nikaiweka katikati ya ile mtaro. Nikachomoka na kuruka kwa sengenge. Sasa ashanifikia na ameshika bunduki anipige wapi? Hii pisto ameshika, lakini niliweza kuruka ile na nikaingia ndani ya kahawa. Mimi ndio huyu, na nikaingia kwa majani. Wanaume huona mambo. Wakati mkituona tumefika kuzeeka hivi, tumepita kwa mambo nyingi. Niliingia kwa majani na kuingia kwa dhara. Gari nimeiacha kwa barabara. Hata sikutoa funguo. Naye sababu alikuwa anataka kunipiga tu risasi, hata hakukumbuka kutoa funguo. Aliacha tu gari vile vile. Sababu aliona hapa ni kifo na akaona hii gari haiwezi toka hapo. Lakini nilitoa. Nilikuwa nauliza wa mama, yule mama kwanza alianguka na kuni. Nilienda nikatokea pande ile, nikaja pole pole. Nikakutana naye, nikamwambia habari. Akaniambia Nikamuuliza iko gari umeona na hapo hivyo? Akaniambia iko gari ingine karibu iniue na hapo. Nikamwangalia nikamwambia karibu ikuwe, pole. Kama haiko kukanyaga uko sawa. Aniambia hiyo mtu ni mjinga, hata angepigwa risasi. Aliruka kama swara, akaruka juu ya masengenge. Lakini yule askari hakupiga risasi sababu alikuwa ameruka na akapotea. Nikamwambia na gari imeenda wapi? Unajua nataka kusikia kama alibeba. Akasema hata aliacha hiyo, hata hakuangalia, alirudi kwa pikipiki yake na akae. Na gari iko kwa mtaro, hata haiwezi toka huko haiwezi toka. Sasa nikajua sasa Mungu nisaidie. Nikaenda pole pole nikinyemelea. Nilikuta gari yangu pale unajua iko katikati ya mtaro kubwa. Lakini nikaenda nikaangalia nihakikishe kabisa polisi hayuko karibu. Hakuwa karibu. Niliingia kwa gari yangu nikairudisha pole pole. Sababu niliangalia mtaro, lakini nilitoka reverse pole pole. Nikatoka. Nikaikanyaga mafuta. Nilienda kusimama kwetu si mbali. Ni hapa Banana. Nikafika hapo, kaipark, na ikawa hiyo ndio mwisho ya kuendesha hiyo gari tena. Nikaipark na sikuuza tena mpaka nilikuja kuiuza ikiwa scrap. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo tumeona mengi na Mungu atawabariki. Hata saa hii mtapata magari, msiogope. Hata mimi nitatembea na kagari, karibu tu nitatembea nako, lakini sitaendesha mpaka nibebwe. Sasa sijui nitapata kijana moja hapa ndio atakuwa akinibeba. Mzee Kadia. Bwana asifiwe. Tuombe Mungu, na hakuna jambo ligumu kwa Mungu, na tutazipata. Bwana azidi kutubariki na wabariki. Bwana asifiwe. Nitawaachia hapo nikijua ya kwamba tuko na Mungu ako hai. Pastor. Yes. Asante sana mzee Kiarie. Kumbe ulikuwa jina yako ilikuwa kwa logbook. Kama ni wakati huu. Usijali. Inakuja magari mengine mapya na ya nguvu na ya kisasa. Bora kumtumainia huyu Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo kuna mambo kadhaa tunataka tukaweze kuyazungumzia ili tukaweze kufahamu hasa ni nini kinafanya tuwe na mng'eng'ano katika maisha yetu. Maana unaweza jipata wakati mwingi uko katika hali ya mng'eng'ano na unasidwa huu mng'eng'ano umetokana pande gani, ama huu mng'eng'ano unatoka pande ipi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema jioni ya leo tukaweze kuangalia maisha yetu ambayo imeshapita, ili tukaweze kujua ni wapi tumekosea, ama ni mambo gani hayo tuliyatenda ambayo imetuletea dhiki kwa sasa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu ako na kusudi jema jioni ya leo, maana anataka tukafahamu na tukaweze kujua njia ambazo tulizipitia, matendo ambayo tuliyatenda, kama inahusiana na kuanguka kwetu. Bwana asifiwe. Venye Msekiali anasema alikuwa amekuwa mmiliki wa magari mara 5 na sasa hata nadhani baisikeli hana. Kwa hivyo yani unasuswa chini, hata baisikeli unakuta huna. Kwa hivyo lazima jioni ya leo tujaribu sana kuangalia ni nini hicho ambacho kinatufanya tukasuke chini. Bwana asifiwe. Mara mingi nimeshajiuliza kwa nini husoge. Yenyewe unaona kweli hapo utatoboa, unaona kweli hapo utafanikiwa, unaona kweli hapo itapata mazao, lakini mwisho unaona huyapati. Unaona tu ikipita, unaona tu baraka yako ikipita, unasido inapita namna gani. Inakupita hivi mpaka unaangalia nyuma, unaona ndio hiyo, lakini huwezi ukaelewa nini hiyo inakufanya baraka zako zikaweze kukupita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunataka jioni ya leo, kuna neno ambalo liko katika Samueli wa kwanza 14 kuanzia mstari wa 24. Inasema ya kwamba na watu wa Israeli walisubuka sana siku ile, lakini Sauli alikuwa amewaapisha watu akisema, na alaaniwe mtu awaye yote alaye chakula chochote hata jioni, nipate kulipiza kisasi juu ya adui zangu. Basi hakuna
mtu miongoni mwa watu waliooja chakula. Nao watu wote wakaingia mwituni, na humo mlikuwa na asali juu ya nchi. Na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, tazama, hiyo asali ilikuwa ikidondoka, walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani, kwa sababu hao watu walikuwa wakikiogopa kile kiapo. Ila tu Jonathan hakusikia. Na hapo babaye alipoagiza watu kwa kiapo, basi yeye akaionyosa ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuchovya katika sega ya asali. Kisha akatia mkono wake kinywani, na macho yake yakatiwa nuru. Na ndipo mojawapo wa watu wakamjibu akasema, baba yako aliwaagiza watu sana kwa kiapo akisema, na alaaniwe mtu alaye chakula leo. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Ndipo Yonathani akasema, babangu amefadhaisha nchi. Tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivyotiwa nuru, kwa sababu nilioja asali hii kidogo. Je, si zaidi sana kama watu wangelikula na kusiba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka? Kwa maana hakukuwa uuaji mkuu sana katikati ya Wafilisti. Nao wakapiga watu miongoni mwa Wafilisti siku ile kutoka Misikamasi mpakani Alayoni. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa sana na nguvu. Basi watu wakazirukia zile nyara, wakatoa kondoo, ng'ombe, ndama na kuchinja hapo hapo juu ya nchi. Nao wale watu walikuwa wakiwala pamoja na damu. Na ndipo wakaambia Sauli wakisema, angalia, hatu wao wanakosa juu ya Bwana kwa jinsi wanavyokula pamoja na damu. Naye akasema, nyinyi mmefanya kwa hiana, vigerezeni kwangu leo jiwe kubwa. Kisha Sauli akasema, haya, tawanyikeni katikati ya watu, mkamwambie, nileteeni hapa kila mtu ng'ombe wake na kila mtu kondoo wake, mkachinjwe hapo na kula, wala msikose juu ya Bwana. Na kwa kukula pamoja na damu, nao watu wote wakaleta kila mtu ng'ombe wake pamoja naye usiku ule, wakachinja hapo. Naye Sauli akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo ndiyo madhabahu ya kwanza aliyomjengea Bwana. Bwana asifiwe. Hili neno ambalo nimelisoma ni jinsi ambavyo Sauli aliwakulisa kiapo wanajeshi wa Israeli. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba vile alivyowalisha hicho kiapo, akawaambia kwamba wasikaende wanaenda kwenye vita, na akawaambia wasikule chochote. Na tunaona katika hiyo hali ya kukosa kukula na kuliswa kiapo, tunaona ya kwamba walikiogopa sana, maana walijua wakienda kinyume na kiapo, mfalme atawaadhibu, hata saa ingine aweze kuwahukumu kifo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndivyo tulivyo katika maisha yetu. Mara mingi kuna maneno ambayo tunainena. Ulinena labda ukuwa kijana mdogo, na hayo maneno ambayo hukupata nafasi ya kuyafuta, ama hiyo maneno ambayo hukuiwekelea sana, hata hukumbuki kile ambacho ulitamka, hujui ya kwamba ulikuwa unajitabiria wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapoongea ama wakati unaponena neno linahusiana na maisha yako ama na maisha ya mtu mwingine, ujue kwamba hayo maneno ambayo inatoka kwenye kinywa chako ni maneno ambayo iko na nguvu, ni maneno ambayo iko na uwezo mwingi. Bwana asifiwe. Ndio unaona katika hiyo hali ya kukula kiapo, unapata kweli umeenda kwenye vita ama umeingia katika biashara zako, unaona unang'ang'ana,
unaona ya kwamba unafaulu. Kumbe kuna maneno ambayo bado hata kufanikiwa kwako na kuona umesimama imara katika biashara yako ama pato lako liko juu, linaweza kosa kukusaidia. Maana kuna ile neno ambalo labda lilitamkwa na adui ama wewe mwenyewe ukalitamka, ukaliachilia bila kujua ya kwamba litadhulumu maisha yako. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba tunaponena tuangalie maneno ambayo tunayatoa katika vinywani mwetu. Tuangalie sana, maana inaweza tuletea shida na kutuletea masubuko maisha yetu yote. Tunaona Sauli alifanya hivyo ili aende akalipize kisasi, ili akaende akawapige vita Wafilisti. Maana tunaona Sauli kuna vile Wafilisti walimfanyia, nao akasema lazima naye akaende akafanya revenge. Naye hekima ambayo hakuitumia, aliona ni vyema awalize kiapo hawa wanajeshi wake. Na tunajua ya kwamba wakati unapoenda kwenye vita unafaa kuwa umeshiba ili ukawe na nguvu, ili ukaweze kupigana vita. Bwana asifiwe. Na tunaona kuna jambo ambalo lilijitokeleza kwamba aliwaambia wasikule chochote, na ili hali wanaenda kwenye vita. Hivyo ndivyo tunang'ang'ana katika maisha yetu, na kumbe kuna maneno ambayo imetamkwa, na kumbe kuna vifungo ambavyo viko vimetufunga. Tunaweza jipata ya kwamba inaweza kuwa ni wazazi wetu ambao walitangulia, walisema maneno, wakatamka maneno, na hayo maneno bado iko hai, hayo maneno bado inaongea. Tunajipata katika ile hali ya mng'eng'ano, unaingia katika kutafuta, uko na ungumu mwingi, uko na unyonge mwingi, maana hujakula chochote. Na pia katika hali ya kutafuta na katika ile hali ya kupambana na hali ya maisha, unajipata ya kwamba unang'ang'ana lakini haupati. Maana kuna maneno ambayo inayokuzuilia wewe. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba umejiita katika mkutano, uangalie yale maisha ambayo wazazi wako waliishi. Uangalie hao mababa zetu ambao walitangulia, uangalie venye walikuwa. Uangalie ni maneno gani walitamka. Maana tunajua vyema wazazi wa kitambo, babu wa mababu zetu, hawakuwa na mfahamu Mungu sana. Kuna dhabihu ambazo walikuwa natolea miungu migeni, na walipokuwa natoa hizo, kuna maneno ambao walikuwa naachilia, na tunajua kwamba wakiachilia maneno, tunajua kizazi, hayo maneno itafuata kizazi. Saa zingine tunajipata katika hiyo hali, unateseka ama unapitia huo ugumu kwa ajili ya baba yenu, na ni kile ambacho wewe hujui wala haukielewi. Kwa hivyo uhakikishe ya kwamba katika haya maisha unayoishi uyachunguze sana, ili ukaweze kujua mahali shinda ambayo mahali imetokea, ili ukaweze kushinda vita vyote na ugumu wote wa maisha ukaweze kuondoka. Maana tunaona wana wa Israeli walikuwa hawana nguvu hata kidogo, walikuwa wanyonge. Maana ukiangalia hapo nyuma, wakati walikuwa napigana na Wafilisti, walipigana, lakini Wafilisti waliwalemea, na kuna venye ambao walifanya, naye Daudi akaenda, Sauli akaenda akajitayarisha mara tena. Ni kumaanisha ya kwamba hawa wanajeshi wake walikuwa wametoka kwenye vita, wakalemewa tena, wamerudi kwenye vita. Walikuwa wametoka kwenye vita, na ndio hao sasa wanakuta mfalme, na mfalme anawapa kiapo, anawaambia msikule chochote wala kukunywa hadi utakapopigana hii vita na tushinde. Bwana asifiwe. Tunaona hoja ya Sauli alikuwa alipiza kizazi. Hivyo ndivyo watu wengi wanaofanya. Watu wengi
wanatufanyia mambo ili wajinufaishe wao wenyewe. Tunaona wengine wanakufinyilia ili wajinufaishe wao wenyewe. Tunaona wengine wanajaribu juu chini venye watakufinyilia ili wafaidike wao wenyewe. Vile Sauli alikuwa venye aliwafanyia hawa wana wa Israeli, hawa jeshi wa Israeli, anataka aende akalipize kisasi, lakini hakuangalia hawa watu hawana nguvu, hawa watu ni wadhaifu. Kwa hivyo tuangalie katika maisha yetu, tujue kwamba ni nini hizo, ama ni nini hizo mtu alisimamisha na akatoa viapo, aidha alisema akatamka, ama kuna vitu ambavyo alisifanya ili sikazuie sisi tukaweze kufanikiwa katika maisha yetu, ama sikafanya maisha yetu yakuwe magumu. Tuko katika vita, katika kung'eng'ana, ukitafuta lise, ukitafutia jamii yako, unakuta unakuwa na changamoto, kwa wingi. Unaona katika hiyo hali yako ya kutafuta ugumu, kunakuwa na ungumu, ila bila wewe kujua ama kuyafahamu ya kwamba kumbe kuna neno ama matamshi ambayo ilitamkwa. Kwa hivyo ni vyema uchukue jukumu, ukaweza kujiita mkutano, ukaweza kuomba Mungu akaweza kukufunulia haswa ni maneno gani hayo yalitamkwa kinyume na maisha yako, ama kinyume na wazazi ambao walitutangulia. Tunajipata vitu mingi tukiangalia ile miaka kama Msekelie na hao wazee wengine wako mahali hapa. Kuna nafasi ilipotea, ama hiyo nafasi ikaondoka. Ulikuwa upokee mashamba yako, ulikuwa upate maplot, ulikuwa yani usomeshe watoto wako na watoto wako wakaweze kufanikiwa katika masomo, lakini haikuwezekana. Maana labda kuna maneno ambayo ilitamkwa na hukuifuatilia, ama ukafikiria tu ni kawaida. Unaona watoto wako pia wanaishi katika hali ile ya kuhangaika. Tunaona baraka zako zilikuwa sikuja wakati fulani, na juu hiyo wakati umeisha na hujapata, kwa ajili kuna kile ambacho kilizuia baraka zako. Unajipata katika hiyo hali ya kuhangaika. Kwa hivyo ni vyema jioni ya leo uhakikisha ya kwamba umetafuta historia ya kwenyu. Hata we mwenyewe ujiite mkutano, ujiulize ni mambo gani ama ni covenant za aina gani ulifanya ndio ufikishe hiyo miaka uko nayo. Maana kile ambacho ulichokifanya, hiyo ni kiapo ambacho ulikula na kinaweza zuia wewe. Maana kama ulifanya agano na mtu fulani na bado haujawahi fuja, bado ujue hiyo agano litakusababishia shida. Maana yule mtu ambao labda mlifanya naye maagano anateseka mahali yako. Lemo hata yeye anateseka, hata pia wewe unateseka. Kwa hivyo ni vyema ujielewe na ujifahamu. Ujue ya kwamba njia zako hasina dosari hata kidogo. Uangalie yale maneno ambayo uliongea ambayo inaweza dhulumu maisha yako ama kudhulumu maisha ya mwingine. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba umeenenda katika njia ambazo zinamfurahisha huyu Mwenyezi Mungu. Maana unapofanya hivyo, Mungu atazidi kukufunulia, Mungu atazidi kukuelekeza na atakupa hekima na ukaweze kuelewa. Maana tunaona hao watoto hao wana wa Israeli walipokuwa kwenye hiyo vita, unaona hata waliingia katika kichaka, na tunajua walipoingia katika huko msituni, tunajua katika msituni kuna aina matunda imejaa huko, pia hata kuna wanyama unaweza chija na ukule. Asali ndio hiyo inapatikana mahali pale. Ni kumaanisha ya kwamba ukiona mtu akikulisha kiapo alafu unajipata umeingia kwenye kichaka, hata na tunajua vyema ukiingia kwenye msituni huko, unajua kuna maji huko, kuna chakula ya kila aina huko, kuna wanyama.
Huko msituni kuna kushiba, huko msituni kuna kila kitu. Na unaona umeenda kwenye vita, wakati unaingia kwenye baraka zako, mahali baraka zako ziko, unajipata ya kwamba unazuiliwa. Hivyo ndivyo tulivyo katika maisha yetu. Unaingia mahali unaona hapa utafanikiwa. Unaona hapa ukikaa kama miaka 2 utakuwa na kiwanja yako. Unaona ukikaa hapa utakuwa na ploti zako unajenga. Unaona ukikaa hapa watoto wako watasoma bila shida. Unaona hapo maisha yako yatakuwa mazuri. Lakini hata uwezi ukafaulu, uwezi ukapata, maana kuna maneno ambayo inakufuata. Kwa hivyo ni vyema uhakikishe ya kwamba umejielewa na umefahamu vyema kile ambacho ulikinena ama kilineno na mwingine. Tunajua huyu Mungu anatupenda na huyu Mungu anatujua na anatufahamu zaidi. Anajua kila mmoja, anajua mahali shida iko, anajua vyema. Kwa hivyo ukiendelea kumtumainia Mungu na uendelee kumuomba akaweza kukuangazia, akakuletea haya mambo katika nuru, ili ukaweze kuyafahamu yale ambayo unaweza fuja na yale ambayo unaweza pelekea kuhani akaweze kufuja maagano hayo. Kwa hivyo ni vyema ujue kile ambacho unaenda ama unapeleka kwenye kwenye madhabahu ya Mungu, ili maisha yako ikaweze kufunguliwa. Maana tunaona mara mingi tunajipata katika hii hali tatanishi kabisa. Unaanza kusubuka, unasubuka, unaenda kila pahali, hakuna msaada wowote hata mmoja unaopata. Kwa hivyo wale ambao wanamtumainia Mungu, ni vyema uende mbele za Mwenyezi Mungu ukaweze kumulilia, akaweze kukupa ufunuo haswa ni nini hicho kinazuia baraka zako, ni nini hicho kinakufanya ukuwe na ungumu katika ile samba ambayo Mungu amekupa, ile samba ambayo Mungu amejaza na rotuba, lakini huwezi ukaishika, huwezi ukaitoa, maana kuna maneno ambayo inazuia uipokee. Kwa hivyo jioni hii jema, omba huyu Mungu, juu tunaona kama Jonathan hakuwa mahali pale wakati baba yake Saulu alikuwa analisha watu kiapo. Yeye alisema ya kwamba maana mimi si kuwepo. Kwa hivyo hata wewe unaweza simama na useme, kama ni viapo ambazo mababu zetu walikula, unaweza simama na useme wewe hukuwepo, na useme ya kwamba haitakuzuia ukane yale matamshi ama yale maneno ambayo iliachwa. Maana unaposema hivyo na unaamini hivyo ndani ya moyo wako ati wewe hukuwepo, tunajipata saa ingine tunakuliwa ama unahangaika na maneno ambayo hata hukuyasikia, hata huyajui. Hata babako akiwa na miaka 90, hata babako hajui. Kwa hivyo tuendelee kumtafuta huyu Mungu ili aendelee kutuongoza, ili aendelee kutuangazia na atupe nuru na atupe ufunuo, ili tukaweze kufahamu njia ambazo tunazozipitia, ili tukaweze kushinda ambazo zinatupata na zile changamoto ambazo zinatufinyilia katika maisha yetu. Niko na uhakika ya kwamba unapojielewa, unapofahamu na unafuja maagano yote ambayo iliwekwa na mababu zetu bila wewe kujua, maana hata babako labda hakuwa amezaliwa. Kwa hivyo huyu Mungu anatupenda na ni mwingi wa huruma. Atakupa nafasi wakati utamuita na umulilie,
na ukimwomba hiyo nafasi akaweza kukufunulia, hivyo ndivyo atakavyofanya, maana wewe ni mtoto yake na anakupenda sana na anakuwaza mema. Kwa hivyo hakuna hata sekunde ambayo Mungu atakuachilia. Huyu Mungu anataka tuandamane pamoja naye ili tukaweze kushinda vita. Na katika hiyo hali tunaona ya kwamba wana wa Israeli wenye walienda kupiga vita, waliposhinda Wafilisti, hawakuweza kubeba vitu mingi, maana hawakuwa na nguvu, walikuwa wanyonge. Ni kumaanisha ya kwamba hata wakati kunakuwa na kizuizi, hata ukienda upokee ama upate dio hii, huwezi ukabeba yote. Baraka yako yote huwezi ukaichukua yote, maana kuna kitu ambacho kinazuia. Baadaye uenda na baraka yako yote, unajipata unaenda na baraka yako kuota. Kwa hivyo tuangalie sana na tuchunguze sana njia zetu na maisha yetu. Tusihangaike sana tukitafuta, maana tunajua huyu Mungu anatupenda. Anapotuangazia, nuru yake inapotutangulia, kwa uhakika hatutakuwa na huo mng'eng'ano. Hata wakati tutaingia kwenye vita, tuitoke huko nje, Mungu atatushindania na Mungu atatupigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unaomwamini huyu Mungu, endelea kumwamini, endelea kumtumainia yeye, maana hakuna siku hata moja atakuacha. Ninajua ya kwamba siku ya leo ukichukua usukani na usimame katika madhabahu ya Bwana, uwaambie haya madhabahu ikaweze kukunenea, ikaweze kukufungulisha, nina uhakika ya kwamba kile ambacho ulikuwa upate ukiwa na miaka 25, Mungu atakifanya kirejee kwako. Bwana asifiwe. Haijalishi imekaa muda wa miaka gapi kabla hujaipokea, haijalishi, maana kama ni yako, Mungu atahakikisha ya kwamba amekupokeza. Na ndio usichelewe ama kusikue na kizuizi. Lazima na wewe ujitwike hiyo majukumu, uangalie maisha ambayo wazazi wetu ambao walitangulia venye walikuwa naishi. Ujue ya kwamba kama walikuwa na miungu migeni, walikuwa wanatoa dhabihu na hamkuwa mnajua, na mnapokataa kuzitoa hivyo, maisha yenu inahangaika, maisha yenu inakuwa ni maisha ya matezo, ni ila tu hamjui. Jioni ya leo wacha ukafahamu na ukaelewe kwamba huyu Mungu ako na neema. Huyu Mungu yugali pamoja nasi, anajua kile ambacho tunachokipitia, anajua vizuizi vyote. Tukimtumainia ataendelea kutushikilia, ataendelea kutupa ufunuo zaidi, na ninaamini ya kwamba maisha yetu yatakuwa maisha ya ushindi. Tunachojipata katika ile hali ya kumtumainia huyu Mungu, na katika ile hali ambayo tunamhitaji tena zaidi, huyu Mungu hatatuacha kamwe. Huyu Mungu atazidi kutushikilia. Huyu Mungu ataendelea kuachilia baraka juu ya maisha yetu. Kwa hivyo uangalie sana na ukubalize moyo wako ukaweze kunena ambao ni mema. Mawazo yako yakaambatane na msingi wa kimungu. Juu tunaona wana wa Israeli bado, hata Jonathan hata akiwaambia hata wao waonje asali, walikataa. Maana hata wao walikuwa bado wanakataa, maana walilishwa kiapo na Sauli. Hata Jonathan anasema ya kwamba aliponyooza mkono wake, fimbo yake, akachovya ile asali, macho yake ikafunguka na akaona nuru. Ni kumaanisha ukienda kinyume na yale maagano na zile viapo ambavyo vilifanywa, ukienda kinyume, kuna nuru ambayo utalipokea. Kuna nuru ambayo Mungu atakupa na utafunguka. Bwana asifiwe.
Na unapofunguka ni ishara kwamba wewe utafaulu katika maisha yako. Jamii yako itainuliwa, jamii yako itashinda na itakuwa na ushindi wa Bwana, maana umekataa kufuata vile viapo ambavyo wazazi wetu waliotangulia walitupa. Bwana asifiwe. Ama wakawape wazazi wetu. Kwa hivyo tujue kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi. Tujue huyu Mungu kusudi lake juu ya maisha yetu ni tumtukuze, tuendelee kumwabudu, tuendelee kumpa sifa, maana hivyo ndivyo anavyotaka kutoka sisi kwetu binadamu. Na tunaona Jonathan wakati alikula ile asali, alikuja kugundua kwamba babake alifanya makosa. Kwa hivyo wakati unaenda kinyume na kiapo, unapoenda kinyume, kuna nuru ambayo huwa inasuka kwako. Maana tunaona Jonathan, kuna nuru ambayo ilisuka kwake, na akaweza kufahamu ya kwamba babake amefanya jambo ambalo sio la busara, kulisha hawa wana wa Israeli kiapo na kuambia wasile, na ili hali wanaenda kwenye vita. Tunaona Jonathan wakati alifunguka macho na akaona nuru, hapo ndipo macho yake ilifungukia. Tukaona akanyoosa ile fimbo yake mahali aliona asali, na tunaona alipoipata ile asali, aliponyoosa hiyo fimbo yake, hiyo asali alipoitia kwenye kinywani mwake akapata nuru. Ni kumaanisha ya kwamba kuna nuru ambayo tutaipata tukienda kinyume na maagano ambayo hayabatani na Mungu, maagano yetu sisi binadamu, maagano ambayo Shetani ameweka, maagano ambayo familia zetu zimeweka. Tujue ya kwamba tukifuja hayo maagano na tukienda kinyume na hayo maagano na tuifanyie kimungu, kwa uhakika tutasimama imara, haitatudhuru. Maana tunaona hii kiapo kilidhuru wana wa Israeli sana. Hii jeshi ya wana Israeli walikuwa wamechoka sana, maana hawakuwa na nguvu, miili yao haikuwa na nguvu. Hivyo ndivyo tulivyo katika maisha yetu. Miili yetu haina nguvu, miili yetu ni minyonge, maisha yetu iko chini. Lakini tunapomwamini huyu Mungu na kuenenda katika njia zake na kuendelea kumwamini na kumtumainia, tuko na hakikisho ya kwamba huyu Mungu hakuna siku hata moja atatuacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe mwenyewe, jitwike hii mzigo. Wewe ambao umepata huu ujumbe jioni ya leo, mshukuru Mungu, chukua hatua ukaweze kusimama kwa niaba ya familia yako, ukaweze kuyafunja maagano ambayo inaweza kuwa ilifanywa na watangulizi wetu. Mungu, ninaamini ya kwamba atakusaidia. Ninaamini ya kwamba Roho wa Mungu atakuongoza. Ninaamini ya kwamba Roho wa Mungu hakuna hata wakati atakuacha. Ako tayari kukusikiliza, ako tayari kukupa mwongozo, ako tayari kufuja kila aina ya laana, kila aina ya maagano. Damu ya Yesu ina nguvu na ina uwezo. Tunajua ya kwamba hakuna ambacho kinaweza kustahimili nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujue kwamba nguvu ambazo Mungu ako nazo, tumwamini, maana hizo nguvu ni za kipekee. Tuamini ya kwamba miili yetu ambayo haina nguvu, huyu Mungu atatupa nguvu, huyu Mungu atatuponya, huyu Mungu atatupa chakula na tutakula na tutapata nguvu. Kwa hivyo endelea kumtumainia huyu Mungu, endelea kumfanya tumaini la maisha yako, na wakati unapofanya hivyo, kwa uhakika utaona ushindi wa Mungu wetu wa mbinguni. Utaona maisha yako ikinyooka,
utaona maisha yako ikienda laini, maana umemtanguliza huyu Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo, endelea kumtanguliza huyu Mungu kwa kila hali ambayo utayokuwa, na usiogope. Endelea kutoa ushuhuda kwamba Mungu amekutendea. Endelea kuhubiri injili yake, maana unapoendelea kufanya hivyo, Mungu atakuna taji ambayo atakupa. Bwana asifiwe. Jioni ya leo wapendwa, ni vyema tukae katika njia za Mwenyezi Mungu. Lazima kutembea kwetu na hata kutenda kwetu kuambatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo, hakikisha ya kwamba umemtumainia huyu Mungu. Hakikisha ya kwamba umejiita kwa mkutano, ukaweze kuzemezana na wale ambao ni wakubwa wako, ili mkaweze kujua mahali shinda ambayo inatokea. Mkaweze kujua ni nini hicho hakikufanywa kilikuwa kifanywe. Ni vitu vipi ama ni mambo gani ilikuwa ifanywe na hamkufanya. Kwa hivyo lazima ukaweze kuchunguza, uyachunguze sana maisha yako. Ukachunguza ni maneno gapi ama aina gani inayotawala katika maisha yako. Wewe endelea kumtumainia huyu Mungu. Kwa uhakika utaona ukuu wa Mungu na utaona ushindi wa Mungu Baba. Na ninaamini ya kwamba huyu Mungu ambaye tunazidi kumtafuta, ninaamini ya kwamba atatubariki. Ninaamini ya kwamba huyu Mungu atatuinua. Niko na imani kubwa, kile ambacho hatuwezi, kile ambacho mwanadamu hawezi kamwe, huyu Mungu ambaye tunaomwabudu jioni ya leo, kwa uhakika atatubariki na atatuinua. Kwa hivyo usijione kama kwamba hauna nguvu, ama usijione kwamba una ile kitu unaweza chukua ukaweze kuuza upate faida. Mtumainie huyu Mungu, maana huyu Mungu hata kuachilia. Huyu Mungu ataendelea kusimama nawe. Huyu Mungu ataendelea kukupigania kwa kila hali, kila wakati ataendelea kukupigania, maana yeye anatupenda na sisi ni watoto wake. Na tunajua kwamba ile imani ambayo tuko nayo ndani ya Kristo ni imani ambayo hata itasongeza milima. Ni imani ambayo itaponya magonjwa yetu. Ni imani ambayo itatupa urejesho katika maisha yetu. Maana tukiendelea kumtumainia huyu Mungu, kwa uhakika tutaona matendo yake makuu. Tunajua kwamba huyu Mungu anatupenda. Tunajua kwamba huyu Mungu anatujali sana. Kutupa nafasi hii sio kawaida. Tunajua kuna wengi sasa wako kwenye hospitali, wengine wako mochari, na wengine wanalia juu ya maumivu. Lakini sisi ambao tuko mahali hapa, tunahesabu ni mkono wa Mungu. Kwa hivyo tuendelee kumtumainia huyu Mungu kila wakati, kila saa. Tusikawai enda mbali na huyu Mungu, maana kuna mambo makuu ambayo huyu Mungu atatupa. Na ninajua kwamba kuna baraka ambazo atasiachilia juu yetu sisi. Kwa hivyo usijione ya kwamba ni kama huwezi. Jioni ya leo ninakwambia na kuhakikishia ya kwamba unaweza. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Maana Mungu ako na kusudi jema juu ya maisha yako. Kwa hivyo usiogope kwa lolote. Maana huyu Mungu atazidi kutushikilia. Huyu Mungu atazidi kututia nguvu. Mioyo yetu wakati itakuwa inainama, huyu Mungu atakuwa anainua. Huyu Mungu atatuondolea magonjwa yote ambayo inayotusubua ndani ya miili yetu. Atatupa tumaini la maisha yetu. Na tunaamini ya kwamba huyu Mungu anatupenda na anatujali. Kwa hivyo ni vyema wewe ambao pia unaonitazama, endelea kumpenda huyu Mungu. Endelea kumtumikia kwa njia ya uaminifu. Hataona aibu wakati unapomtumikia. Hata ukienda kwake, ninajua kwamba hataaibishwa na wewe. Maana utampa ile heshima. Maana utakuwa unaonekana na wengi ya kwamba Mungu wako pamoja nawe. Na tunajua kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu ni la muhimu sana. Na tulifuatilie hili neno lake.
ambao tunajua kwamba ahadi zote ambazo Mungu alitupa tutazipokea kwa jina la Yesu. Haijalishi imepita muda mgani, haijalishi masaa, haijalishi siku zimepita ngapi, ila tu Kenya ninajua kwamba huyu Mungu ako pamoja nawe. Huyu Mungu ataendelea kukushikilia. Huyu Mungu ataendelea kukushika mkono na atakusidania vita vyote ambazo Shetani anaweza ziinua juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mkesha huu wa King's Night tusichukulie tu kawaida. Tuendelee kumtukuza huyu Mungu.